I would like to ask another question. It's still based on the early marriage. So, what do you think are the solutions of the early married, according to you? Oh, okay. Before we go to the solutions, in our communities, we have seen now that the high causes of the early marriages, we have seen that even our parents, they're involved in these things. Ujambo mpendwa mtazamaji, karibu sana kwa kipindi chako Sauti za Wakimbizi Beyond Border Podcast, na hii leo tunakuja mara nyingine tukuletee kipindi chako unachokipenda, na tunakuwa na wanafunzi. Kwa leo tutakuwa tunazungumzia na wanafunzi. Umda na studio utakuwa na waona, utawafahamu ni kina nani, wanatokea wapi na wanafanya nini kwa shule. Wako takriban 8 kwa jumla wako umda na studio. Mimi ni Esther Shibabu, kamera inashikiliwa na Chris Santos. Karibu sana kwa kipindi hiki, utakuwa na fahamu mengi kwa sikia leo. Na kwa gisi nilivyokuambia, tunakuwa na wanafunzi ndani ya studio. Tutaanza na kipindi cha kwanza, ni kujitambulisha, is the introduction first. Tunaanza huko kwa upande wa mwanaume, ndio anajitambulisha, name, unatoka wapi, vile vile shule yako na kazi gani hapo school. Kwa majina ni Gabriel Garang, mheshimiwa pale shule na niva. Asanteni sana. Sijui unafanya kazi gani hapo shule? Mimi ni Mr. Mheshimiwa President. Tunaenda na mwanadada hapa, tunaona ni mzungu. Sije kwa uzungu wako tunataka tuone kwa kamera. Okay, kwa majina naitwa Ornella wa Kilongo. Mimi natoka katika shule la Bourtown. Na unafanya nini hapo? Mwanahabari. Mwanahabari. Leo tuko na wanahabari hadi studioni. Tunaenda kwa ndugu yetu, ni aje? Okay, my name is Anis Malwez. I'm a student from Bourtown. Yeah. Halafu huku kwa upande wangu wa kuume hapa ni nani? My name is Amaudi Wajak, all along from Bourtown Secondary School. Wanafunzi toka Bourtown Secondary School, na kwa gisi tulianza na mvulana, kwa msimu wa maswali tunaenda sasa kwa wasichana. Ni mwanahabari gani anaku-inspire sana hapa Kenya ama popote ulimwenguni? It's none other than a well-known Kenyan news reporter in Anchor, Jeff Koinange. Why? You're inspired by you? I do like how he reports his news and he just amuses me. So I like him. Okay. Tuchague sasa mwanaume. You can tell us the challenges that face journalists. Sawa. Kwa upande wa kutangaza habari, kuna matatizo mengi yanakumba wanahabari. Kwa kwanza ni unapoenda kutafuta habari. Tuseme mfano kuna ile wakati ya maandamano, wanahabari wengi waliweza kupoteza maisha yao. Ilali pia walijulikana kama wenye wanakuja kuandamana. So pia hiyo ni matatizo. La pili, hii kazi bila support hakuna penye utaenda. Hata wale wenye wanahabari ni wako mbali huko, huo walianzia kama vile tunaanzia leo chini. So bila hiyo support ni ngumu mtu kujifikisha mbele. The same thing pia ni instrument, because huwezi tu enda unatangaza kama uko na kale kasimu button kadogo na unataka kujiita mwanahabari. So hiyo ni ngumu, naona pia ni tatizo, na ni hivyo tu. Kwa watu wenye wanataka kunifollow, wenye wanataka kunisupport, ni Gabriel Gabi all social media platforms, na Mungu anawapenda na washukuru. Ornella, sijui ungependelea kuwe nani? Unamaliza shule unaacha hii kazi yako ya uandishi wa habari, ama unaweza endelea ukishaacha shule pia? Naweza pendelea niendelee kwa sababu ni kitu imenifanya like ni feel good, najulikana na watu na nasaidia watu pia, maana kuna tatizo zinaweza tokea pia naweza saidia kuambia. Na mbona niendelee tena? Sababu gani? Hapa refugee tunakumbwa na mengi, so we need support, na hiyo support tutapata aje? Mpaka tutangaze. Unaona, that's why inabidi nitangaze na niendelee na kazi ambayo ninapenda na ninapenda kufanya. Tukienda kwa upande wa ndugu yetu, swali lako lilikuwa kuhusiana na role ya journalist hapa Kenya na popote ulimwenguni. Unaweza ona kama role yake ni gani hapa? Okay, a journalist bring news to the people. Number 2, they also inform people of what's happening in the country. Explain more. Okay, a journalist, like many journalists that being others, they used to collect news during time for war. They aware people of
certain place, whether it has been attacked or whatever that happened to that place. Yeah, asante sana. Ni raundi ya kwanza tuko na nilikwambia wako 8 na raundi ya pili pia tunako wengine, alafu kwa mchanganyiko tutakuja kupatia ujumbe kwa pamoja. Ya, na round 2 sasa tungali mda na studio mpenda mtazamaji, na tuko sasa na wasichana peke yake. Sasa kwa msimu huu wako 4 kama kisi nilivyokuambia. Round ya kwanza walikuwa 4, round ya pili 4 pia, na kuna kwa some questions yenye tutakuwa tunawajaribiana nao. Tuchague hapa kwa leo. Tunaanzia huku, karibu yangu anatupatia hapa, atakuwa na swali yake. Which type of journalism do you want, radio or television? Television. Why? Because a voice without being seen is not enough for some people. Oh, explain more. Tunataka tujue. Okay, like I want people to see me and to see me like the way I'm telling them the news, and to know more about me and how confident I have and experience I have in telling them stories or reporting. Oh, thank you. Tunaruka hapa katikati. Tunaenda huko, unatupatia, in your opinion, what qualities should a good journalist have? Yeah, a good journalist should be confident enough so that the viewers could get more info about what he or she is saying. And a journalist should also be audible, because when a journalist is shy, the information that you want to pass haiwezi sikika vizuri, as in haiwezi get vizuri. Yeah. Na a journalist should also maintain eye contact to the audience, ndio at least akuwe na that confidence, hiyo woga imtoke. Oh, ni kitu kizuri sana. Number 8 anatupatia hapa ni, what kind of a story would you like to report? As you all know that the work of a journalism is to provide information to the society. So like I bet you guys know all about the story that happened about the Russian guy. Yeah. And everyone knows whatever happened. So that's like bringing awareness. So in the society, it's not like if you see anybody helping or greeting you, you should accept his or her offer, and you have to think about the consequences that are gonna come after you interact with that person. So that's like one of the stories that I can like to share with the society, so that they can be aware of whatever is happening in their communities. Oh, ni kitu kizuri. Kama unaendelea kutufuatilia, tambua ni Beyond Borders podcast, tunakuwa humo. Na benefit gani journalist anaweza leta kwa community? Naweza sema, as a journalist, you are the voice of the society. Yeah. Si kila mtu atajitolea mnaweza kuwa na kitu tuseme shida kwa society, na si kila mtu atajitolea. Sasa hiyo journalist ndio voice wenu. Na pia naweza sema, kama vile dadangu amesema, they create awareness. Kama hiyo story yenye ametupea sahi, kama kungekuwa na journalist they tell the people about the story, like hiyo story ingekuja kujulikana. Round 2 tunakuwa na wa journalist wetu toka Boardtown Schools, ni CBC na high school. Wanakuwa wanaongoza yote hapo, lakini kwa leo tulichukua watu wa high school. Usizania hawa ni watu wa CBC. Hao wameshakuwa na malevel zao, wameshavukia mipaka, kwani leo wamefikia wanakuwa journalist. Si kitu rahisi. Na before tuingie kwa ujumbe wa pamoja, tungependelea kujua pia jina zenu. Tunaanza huko. Okay, by the name I'm Nyakanyaga Twitchbur, and I'm from Boardtown High School, and I'm happy to be here today. Yeah, I'd like to give you thanks for having me. Number 2. Okay, my name is Alec Gag Aro. I'm student at Boardtown Secondary School. I'm very happy to be here today as a news reporter, and I hope that I may continue to be inspired by this my work, like to continue with it till, Yeah, I'm by the name Nyadwer Gaigat Lwak from Boardtown Secondary School.
I played the role of journalism in Bourtown, and I'm so happy to be here today. I hope you guys will continue calling us so that we can get to know more about journalism, because we are still down. Yeah. The last. My name is Samir Malwak. I'm a student at Bourtown. I'm also a journalist. We report whatever is happening in the community internationally and also in Kenya. We thank you for calling us here today. Kama ndio gisi unafuatilia Beyond Border podcast, ndio tunamalizia kipindi chetu kwa siku ya leo. Tulikuwa na wanafunzi toka Bourtown Schools Secondary School, walikuwa wanatupatia mawili matatu kuhusiana na kazi yao ya upashaji habari hapa Kenya, Kakuma, na ndio wanahabari wetu ambao tunatarajia kuanza nao mwaka 2027. Vile vile mwaka 2026 watakuwa wanashakuwa na habari. Najua hiyo matumaini watamaliza hapo Bourtown. Acha niseme good luck. Nyinyi wote mtafaulu, alafu mtakuwa na habari. Ndio wanahabari wetu wale. Mimi naitwa Esther Shubabu. Chris Santos alikuwa anashikilia kamera. Huku walikuwa wanasindikizwa na kiongozi Both, alikuwa anaongozana nao. Tukutane kwa video zingine. Bye bye.